We are stress-free girls, baby. Ati nini kubahu wewe? Sana na pesa yangu. Akamwagi, akamfanya, Naweza makwe, okay. Kikundi ni kikundi unless you are in the mortuary. Kama ni urogi, ama ni Saitani alikujia pesa yake. Kianza kuku macoins. Ate kuwa umeficha hata kama ni mwiko. Wanga wewe. Huyu akiongea na ukali atafukuzwa tena. Hapana tu. Wewe da unyenyekee tu. Katia mwanaume mpaka ajikate mwenyewe. Hata hivyo bila nguo usilikate, usirudi kwa nyumba. Ati story walikuwa na dance hivi. Na huyo mzee mkumbwa alikuwa na dance hivi. Ni wapi walikuwa? Ni haya. Ni wapi? Kwani ulikuwa wapi story ikianza? Ndio walikuwa wanashika vitu. Wanakuka mtihani sababu ya kukosa kuconcentrate. Ati kilikuwa kinafanya hivi. Si ni poti. Wapi? Si kwa harusi. Kwa harusi. Na kijana kamsichana kadode kameolewa na kimbaba kilikuwa sio story ilikuwa unajua tu mikono tunakaa hivi wewe katoto kakasema poem hapo so kalikuwa kadogo kanasema ati sijui anga hiyo mmeona ni kama kana nini kuoa so tulikuwa kama kashaoa tulikuwa tunacheka kalikuwa kahivi kadogo mpaka kakanikumbusha story tulikuwa tunapatiwa na haikuwa story kwa sababu mwenye alikuwa anapatiana hiyo story ni friend yake right alikuwa na hiyo situation walikuwa na katoto kadogo kalikuwa karoa class so na ni ile familia mahoyaga every time ohoaine makahoya ohoaine magekate makahoya wakati wanaomba katoto nako si wakati mwingine kanasema kaombe nako si katoto eti mahoya matatu yanga so siku ya kwanza kakasema hata mimi not siku ya kwanza siku moja kakasema kanataka kuombesha so yako ni kidogo tu lakini siku hiyo kakasema kakawambia fungeni macho wakafunga tuombe ate Mungu kalikuwa nafanya hivi kana hesabu watu wale kanaombea kakasema Mungu bariki mam bariki daddy bariki uncles na aunties na shosho na kwa heri guka haya akamuuliza baba akauliza wazo na ndani kwa nini umesema ati kwa heri guka akasema ni kitu tu ilikuja hivyo nilikuwa tu nasikia tu niseme hivyo the following day wakatumaniwa ati guka amekufa wewe yes kwa hivyo kwa heri guka ni ameenda after bado kanaendelea kuomba another time like within a week kakasema pia mimi nataka kuomba tena haya akaambiwa kakasema tena tufunge macho tuombe si tu mikono tule twa kenyewe ati Mungu bariki mam bariki daddy bariki uncle na auntie bariki wale wengine wote lakini shosho kwa heri shosho chui ni mtoto ama ni prophet nakwambia ni katoto kalikuwa by then kalikuwa nilikuwa nasikia kalikuwa siniroka kalikuwa standard 4 so within 2 days siwego kwa ni kama kametumwa hako kanahitaji kauliwe kustupa kwa mto kauliwe ndio prophet
Kapura katika kuvua vati ya ukifo. Yaani nyamaza. Baba yako akakauliza, kwa nini unasema hizi mambo na zile? Mimi siwezi kaa na mtoto kama huyo kwa nyumba. Na ni wewe umezaa. Ni saitani. Kakasema mimi hata sijuangi, nikisema nasikianga tu. Nikienda kusema hiyo ingio mbariki nikasikia tu hiyo tu imeto. Sasa mimi ningekuwa nagojea. Kwa funga mdomo. Unafinyia. Nyamaza. Ule Nikirelia. Nikwenda unataka nikaite nikasema kasaru kwa yeye. Nasema kasaru. Yeye nani ile damu. Haya ule. Wakakaa. Sisoso amedhineko, amekufa na akazikwa sasa. Heri shosho. Kataendelea kuomba. Wakati huo mimi nitatoka chama. Sikiza. Wakati huo wakaona afadhali tukapeleke boarding school. Kaka sasa watoto wa wenyewe. Kasikie na huko. Na maticha sikakikasirika kanajua ticha fulani Francis. Bye. Neke kwani ni nyinyi mnapeana? Wewe uone hiyo situation wewe. Ndio mwetige mugatigetie kugetige. Ule kagethie boarding. Mahingale. Mahingale. Akiuka. Akiuga ni unige kuhoya make kasiombe. Hebu kaombe tuone kama pepo zimesambazwa shule zimeisha. Ule. Tuombeni tufungeni macho tuo. Akirwa ati si wacha tureke mami ahoithie. Asa nitenda kuhoi. Ni mimi. Wewe hapo hata hakuna kuminjia. Kwanza huyu mtoto ni kijana ama ni msichana? Ni bwana. So, sasa Mungu bariki mam, bariki dadi. Kwa heri anko na auntie. Wewe nini ati unasema aje? Kwa heri. Karibu auntie. So na wakati huu sasa kalikuwa kanarudi shule. Kanarudi shule. Na through lazima kaseme kwa heri. Within 3 days waligongana na gari wakapata accident. Na hiyo ikafanya nini? Ikaisha. Kai. Prophet. Na akajiabi and myself by. Ama ni kichukia mtu ndio kanasema bae? Hapana. Si unasikia kanasema aje? Mire tu kitu tu inakafu. So, makodia ngai mwathani. Kana gaka nitugetikira goke kahinge cukuru goke. Ai asa. Hiyo ni kama yani wao walikuwa wanafurahia wakati malaika hapo. Na kwa hakuna hiyo. So makeuria atiriri ni mwalimu tukuriha mbeca igatule gaikaraga kuui kana tugugetekiria goke kundu guku. Hiyo ni malaika wa kifo. Sitaki kusikia venye katafanya kakifunga shule tena. Riure. Hai. Ona riu ona ciari ni maraine ina tondu. Si wahame kakikunja kakute hakuna mtu huko. Kana jireta si unakaendea kwanza. Sasa hizo unaomba. Hauwezi tupa mtoto. Usiombe kubwa. Wakati walisikia kanafunga tena. Hai. Riure utamuendea? Hapana. Utamuendea? Hapana. Lazima shule ifungwe. Sasa kama kuwa sida kwa nyumba. So msasi riure kai. Kana nyina kiuga ithi agisuggest atiriri ama tuke kana tukabeane kanitha kana tugweka ati hey but at the end of the day lazima kakute nyumbani. Naoka huyo atanaweza ongea naye jiani yake. Juu ya mao mimi nakojea mao yake next. Wanasikia kana kunja wakaweka uzuri. So that's the reality. Kakakunja. Hata nilikuwa nimewanis anga sijui nini wiki. Kana behave tu kama kawaida. Wiki ya kwanza ikaisha. Akasemi kaombe wanafurahia. At least every time hakasemi kaombe. Shikilia. Kwani kila akiomba ndio kwa heri nakuja. Wakati tu anaomba. Bas wao ndio walikuwa anataka kwa heri isemwe. Kwa nini walikuwa wanamkubalia? Bebeleza. So kalikuwa kana wabebeleza. Kana wabebeleza. So twende kasi. Ule wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ikienda kuanza ya mwisho ndio karudi shule. Nitaomba.
Na nini tata? Naona kama ni wewe. Akisema kataombeza leo, mimi nikutoroka nikaacha. Sasa kumebaki nani? Maid, jirani. No, kumebaki mama ile timu kalikuwa kanaombea. Imebaki baba na mama. Baba na mama. Mbona wili kabadi mama yake. So, kakasema mimi niombe. Hapana usiombe leo. Sikanalia mimi niombe. Kaka narudi tena. Niruhusu niombe. Baba yake akaambia ni mimi leo nitaombe. Si hata jana niliombeza na mambo ikakuwa sawa. Hebu niombeze. Hapana baba. Please. Sijaombeza tangu nikunje. Basi ombeza. Shetani hajaitisha damu. Ati. Fungeni macho tuombe. Watafunga. Mimi siwezi funga. Natoa macho hivi. Siwezi. Ati naka hivyo. Omba sasa. Kenyewe kakafunga. Dandi bariki Mungu bariki mam, bariki teachers, bariki head teacher na principal. Dadi bye. Amen. Kuisha. Aikada ate. Mimi nimesikia tu niseme dadi bye. Yule mzee sema kuenda wazimu. Hey, kama mtu kanasema kwa heri na kila mtu anafanya nini? Anabai. Sasa hapa kamesema na uko hapa umesikia. Ningenda mashete. Dadi yako hapa amesikia na masikio yake. Wacha hivyo. Hata ukiendea mashete kamesema. Alifanya nini? Sasa mnataka kujipatia. Mzee si ni maombi ya jioni. Hey, mzee hawezi lala kwa nyumba. Asikufia kwa nyumba. Asikufia kwa nyumba. Ati alikuwa anaenda hivi anaona ni kama kifo. Akaulizwa kifo kinakaa aje? Hey, anaenda hivi. Akaenda kwa alikimbia kwa church miguu. Let's keep praise. At least. Akaenda kwa kanisa akalala huko kwa floor. Anaomba Mungu usifanye. Sasa anaenda kanisani kufanya nini? Kuomba huyo Mungu anaitana wa. Ningeenda kwa mganga. Aende akiwa safi. Mganga, hebu maliza hiyo ulimi hiyo waheri. Mganga atalivaa kifo. Wewe. Si unasikia? Mzee akakimbia kanisani ndio asikufie kwa nyumba. Alikuwa na sweat. Kukiwa na baridi ana sweat. Anaambia tafadhali Mungu. Si sahi. Ningemuuliza unangojea nini nichukue? Inioyo. Si ndio? Na mimi nikagoje. Nikafanya bullying kwa Mungu. Nakwambia unafanya bullying ukiwa wewe unakufa hivi. Hoi. Ongethio. Sasa unakimbia nini na utakufa tu. Na katoto kalienda na kakarara. Kanangoja kifo ya mbamba. So unajua alikufia wapi sasa? Kanisani. Alikufia wapi? So akaona at least siku hii nyingine ako hai. Akaenda job. Kwenda job akashinda vizuri. Akajua ukiwa kwa church huwezi kufa. Ni ukweli. Job. Anarudi kwa church. Na gushoka muzire. Bibi anampigia hachukui. Hakuna mtu anachukua. Analilia Mungu. Mungu hakuna haja ya simu. Unachukua simu ya nini na unaenda? Sasa unajua bibi na yeye kule anashika. So sasa Mungu akinaenda na mimi si unajua hapo point kwa kalikuwa second born. So anashindwa sasa Mungu. Mimi ni mdogo. Sasa nakufa mapema aje. Hata huyu akusema bye atalelewa aje. Atakisema bye. Sikangesema bye yake yenyewe kaenda. Baada ya kukaacha. Kama kangoje nikufe anaomba. Ndio alikuwa akisema. Ndiko ni baba yake alikuwa naomba afadhali kangejiambia bye kaende kwa sababu ako katoto ni shida tu. Hiyo ni kwa Mungu. So akaamuka siku nyingine akasema alikufia wapi? So nikukufa unataka. Akasema sasa kwa sababu sasa nimekaa siku ya kwanza, ya pili mimi nitaenda nyumbani. Sasa okay we anashake we lakini anashake lakini sasa wako na hata kama atakufa ametoka chaji yeye ni msafi sasa na siku zimeisha. So akasema pia anaweza pia kimbia ende home atarudi wapi? Akawezi ya kufia.
akaenda huko. So akienda huko alikuta bibi yake amejishika hivi. Hata she was not shocked. Yani hakustukiwa hata na hajakuja for hizo 2 days. Hakumuuliza hata. So akamuuliza ni nini baya. Akasema ni bosi yangu amekufa. Boss. Kaidha wa mwana. Kwa hivyo mama alikuwa akimpigia ndandi amwambie bosi yake amekufa. Bosi yake amekufa na wanahitaji pia kuenda nini? Matanga, maombolezi na matanga. Goja. Baba bye. So baba. So Turu. Join the dots. Join the dots. Join the dots. Sasa mmejua aje? Ai. Mzee asubuhi ya kesho akatoa kamjamaa akakatoa kanini kenye maombi akatoa munywelezi kanywele akaeka kwa karatasi on DNA niangalilia hii kama tuko na uhusiano akaambiwa ndio maana alikufa huyu yule boss. Siseme boss ndiye baba yake. Kumbe boss ndiye mzazi mtoto wa kifo. Wakati mwingine na mwingine jokes si nzuri kwa nyumba. Hebu watu wakuwe serious wakifanya makazi yao. Ukikuwa serious sana mnaboeka. Hapana, kuna mambo mengine unahitajika kuwa serious. Mama mwingine akafanya hivi. Anajifanya anajua sana, lakini siku moja alijikuta na hizo jokes zake. Kwa boma. Kwa boma. Job. Alitoka kwa job, anaenda asubuhi kwa job, anarudi jioni. Siku moja akaenda kwa job. Anatoka karibu saa 10 hivi, saa 11 kwa job anaingia kwa nyumba, anatayarisha sapa. Siku hiyo akasema ninasikia nimechoka sana, vile nitafanya nitaenda nilalale kidogo alafu nitaamuka kupika. Mama akaenda akapumzika, akarara. Kuamuka akakuta ni saa 1. Akasema sasa nitafanya nini? Sina kitu kwa nyumba ya kupika. Mama mzebe. Niko tu na unga. Mama akachukua simu akampigia bwanake. Bwanake hakuwa ametoka kazini. Akamwambia sasa bwanangu, nilitoka kazini na nataka jioni tukule ugali. Upitie hapa kwa buchare, nimekutumia pesa ukuje na nyama. Inaitwa kamwili. Utakuta nimepika maiti. Hapana, hata nyama. Si hata sisi ni nyama. Nyama. Anaitwa kamwili. Kwani nisikia? Eti atamkuta amepika ugali. Angoje nyama. Na umsalimie Anita hapo. Sasa anapiga ama ni kupiga? Anapiga simu. Anapiga na ameandika kwa message, alafu anapiga. Anapiga simu na ka message ametuma. Ukunje na nyama, nimekutumia pesa na usalimie Anita. Anita sasa ni nani? Anita mimi nasikia hiyo jina ni ya msichana. Bwana akamuuliza na Anita ni mgani? Si ni jokes tu. Na akacheka. Naye bwana kukaa bwana akamwambia ni nani amekwambia tuko na Anita? Niko hapa kwa Kamau. Niko hapa buchari ya Kamau na niye ameniambia unakuja kuchukua nyama. Sasa angalia mama akiwaka moto. Huyo Kamau ni nani amesema? Ni Kamau gani huyo? Mama wacha, kwa hivyo mko hapo kwa Kamau na mko na Anita. Hebu nikunje, nipe tu dakika 2 tena hagoje nyama kwa nyumba. Hata ngoja, sasa amekuwa wazimu, akachukua V8 akaendea nyama, akaenda mpaka kwa Kamau buchari, akafika hapo. Kauliza Kamau, wapi huyo mume wangu pamoja na huyo Anita umewaficha? Mwenye buchari akamwambia hapana, mimi siwaoni, sikuwapata. Hawajakuja hapa. Hawajafika hapa. Mama akachukua simu, akampigia. Na wewe Kamau, uko wewe mume wangu, mmejificha wapi na huyo Anita?
Ai, hapana, my darling, hapana. Hakuna Anita kama huyo. Ilikuwa tu jokes. Na akacheka hata yeye mumewe, akacheka. Ati nimeenda overtime. Nimeenda overtime tonight, nitafika nyumbani saa 4 za usiku. Nakunja ndani. Usijali. Na akacheka. Usijali na umeitwa darling na uko na Anita. Hata mama akasema kwa hivyo. After uzembe yote mimi ndio nimeenda kwa bucha. Umeenda. Sasa hiyo nyama chukua, nimelipa nyama. Chukua nyama uende ukapike. Ninaangalia hii ujinga ya kukasirika na ninajipata nimekuwa nimesema sitatoka nje. Sasa ametoka na akatoka na masumu. Kenye hata kimemtoa. Kwa hivyo hizo nyama ndio nasema hizo jokes za nyumbani. Hizo nazo ni kali. Hiyo mama alimbindi aende huko na alikuwa amesema yeye hata toka sitatoka kwa nyumba. Lakini ukisikia jina Anita, sasa tulia mapenzi imekuaga na wivu sana. Ati Anita. Mtu akona akili zake vizuri, ikifika ni hapo hakuna meno. Yaani moto ikile tokage kiama musene muhahe. Lakini mnanifurahisha. Kama mngekuwa mtoi pesa. Hiyo chama ingine ni date. Naona ama tuangalie kwa simu. Si ndio nilikuwa nimeweka hii. Nawaambia kila mtu si ati mnafikiria ni uongo ninasema. Sio ati kitu ikifanyika tinakuwa ati ni ukweli. Sio vijana wametolewa saa hii. Nani? Swala vijana wa nini wa kawosh. Wametolewa. Si ndio walikuwa ndani. Walishikwa lini? Hamjui? Walishikwa lakini those si kufuatilia. Haki watoto. Guys, imagine walikuwa wanashikwa bure. Ati guys, story iko hivi. Unaona Josephat. Yule wa wholesale pale. Yule sio wholesale hardware. Josephat Kevoika. Joika. Hiyo ndio ya mtaa. Joika. Pombe saa zingine. Na kudharau watu hivi tu kuwaona unaona mtu unaona tu uwizi ama nini. Amefanya hao vijana wateseke bure tu. Na alikuwa hata stoka bila 10k kila mtu. Ni nini ilifanyika? Ilienda hivi. Mnamuita Voika? Whoever. Joika huyo Joika. Akakunywa akatoka kwa wake kazini. Hadi ushago. Ushago wacha gari ichafuke. Unajua saa zingine anajiendeaga vitu. So hiyo siku sijui alikuwa ameenda wapi, lakini alikuwa gari ilikuja kama imechafuka sana. Akakuja akaona wacha nigonge moja mbili pale kwa ile lika pale. Akajieka akaona hapana. Hiyo itoshi. Sijui akahitaji nini kwa M-Pesa. Akaenda kwa M-Pesa akasahau hapo simu. Akaona sasa sitaenda kwa lika, wacha niingie kwa badani. Lakini gari nipeleke kawash. Kioshwa nigonge moja mbili. Kunje kama nimeenda nimedharau. Gari wacha ingalishwe. Sio nao boys wanajua kazi. Kabisa. Gari kaoshwa vizuri. Wa hardware akamaliza hapo na pombe zake, akakuja akalipa, akaenda nyumbani. After siku mbili, the following day ndio huyu hapa kaosh na makarao vijana kufanya nini? Hawakuosha gari vizuri ama hata vijana wenyewe walikuwa wanajua ni nini twende ni hawa twende. Tumefanya pia kwa gari. Chui. Hadi sasa. Nini? Tumefanya nini? Simu yangu muliiba, hakuna kutoka ati kuna simu ya 1200. Kuna simu ya pesa kama hiyo. Ile 200,000. Hata daganya. Simu uongo 1300 utembea na proti kwa mfuko. Hapana. Alikuwa anaruka juu na gonga mabati na kichwa anarudi chini. Hawa hawatoki. Mtauza shamba makasi ya nyinyi. Simu mumeiba. Simu ilikuwa kwa gari. Hakuna venye mtaniambia. Akawaacha huko. Wazazi si ndio?
Tunataka Na unajua hao vijana. Sasa ukiitishwa 200,000 Utatoa wapi? Utatoa wapi? Na hii jua. kama sasa hapana. goge mama yake ni sigomana ako hapo tu kwa plot amefanya kule. Amekosa ya shamba yake Nani anunue. amewatoa? Wametoka aje? Sasa kai. Hebu mtaniambia hata kama ni nyinyi mnaweza fanya kumfanyia mtu kama huyo ni. After like 3 days. Silikuwa Sunday na leo ni Thursday. Wametoka leo. Leo ndio ameenda nini? Jana ndio alienda kwa M-Pesa. Akasema alikuwa ameenda shughuli nyingine. Si alinunua simu nyingine na gari place line. Akaulizwa nani nakuulizaje? Hii simu ni yako. Kale huyo already hapo nini M-Pesa ni mzuri sana. Kila kitu ukisahau kitu yako hapo anakuwekea vizuri. Hata mimi nakumbuka niliachaga hapo calendar. Na hapo kugua na ujue calendar unaweza tu hanga hapo na Mungu tunaibaki tu hapo. Aliniwekea nikitoka Sunday kwenda kutoa hapo kamia kangu 2. Na hii calendar ni yako Kasaru. Ni yangu. Kwa ni ukweli ni kazuri. Ni mwaminifu. So simu ilikuwa wapi simu? Ulifanya. Unakumbuka vile ulitoka ushago umeruka kunywa yako moja mbili ukaisahau simu ikapigwa ikaisha moto. Sasa imeisha na sijui kwa kosa. Hata ndio alikuwa anamwambia si mimi niliwe pale kwa hadi wa pale. Akamwambia mimi ninakujua kukuona wala sijui wapi naweza kukutoa. Na watoto wa wenyewe wako ndani. Sasa nitafanya aje kwa nini? Si ndio watoto vijana pale vijana watatu niliweka ndani sana hiyo sijui imagine. Sasa akasema sasa nitawaambia aje. Aibu. Akaenda police station. Akasema kila kitu. Akaulizwa sasa unataka aje? Watoke tu. Si lazima aache kitu huko kwa makala unajua nao venye wanakuwa naja. Walitoka nakwambia mama Goge alikuwa analia anamuuliza unataka nikufanyie nini? Juu wazazi wameishi kwenda huko kungojea huyu tajiri. Wamwambie sasa tufanye nini? Ati mimi watatoka hapa mimi simu yangu mkininunulia simu. Simu mama na watatoa wapi pesa? Sasa alimeona aibu aje. Alikuwa anapiga magoti mbele ya hao boys. Anawaambia poleni. Pole ni dawa. Wamesema tumekusamehea lakini hatutawahi sahau na Mungu akuone. Sijui kwa nini watu wengine wakipewa pesa na mimi naweza wanunuliaji zawadi ya pole. Nasikia kisungusungu. Sikia Kiswahili wacha kujifanya. Leke we.